toa sadaka ili upone. Hili tatizo hili ni kubwa, linahitaji nini? Sadaka kubwa. Petro anafuta huo mtazamo. Petro wa kwanza ile tuliyosoma, Petro wa kwanza 1:8. Sikiliza nisome vizuri. Kama ulikuwa unawaambia waumini watoe sadaka ili wapone, sikiliza Petro wa kwanza 1:18. Biblia inasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Hakuna sadaka yoyote yenye uwezo na thamani ya kumkomboa mwanadamu kwenye shida yoyote ile aliyonayo, kwa sababu ni vitu viharibikavyo. Biblia inasema fedha imetajwa pale, fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Mwenendo usiofaa ni nini? Maovu ya baba zenu, si ndio yanatesa watu? Dhambi, magonjwa, shida, tabu ndio vinatesa watu. Dhambi za ukoo, magonjwa ya ukoo, malaana, manini ndio vinatesa watu. Sasa Biblia inasema pesa na dhahabu, fedha na dhahabu haviwezi kukomboa mtu kwenye nguvu hiyo. Vile vitu vina nguvu kubwa katika maisha ya mtu, vipo kwenye DNA yake. Sasa unaleta pesa ndani ya kuondoa kile kitu ndani ya mwili wake? Pesa ndani utoe, pesa ndani muumini atoe. Wengine wanaziita pesa inayouma. Kiasi gani hicho? Sadaka ya kujimaliza, kiasi gani hicho cha kujimaliza ili kutoe DNA zile ule uchafu, ile damu iliyoharibika, imejaa mikosi, imejaa laana, imejaa nini? Pesa gani hiyo? Anasema bali kwa damu ya thamani, damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Hiyo ndiyo damu pekee yenye nguvu, yenye uweza, yenye hadhi, inayostahili kuvunja mambo yote yanayotembea katika maisha ya watu. 2,000, 3,000, pangeni mstari, mwenye 10,000, mwenye 100,000, kuwatapeli watu. Watumishi wa Mungu, nendeni kwenye huduma zenu, mtumaini Mungu, msitapeli watu.